Katika historia, watu wachache wenye akili timamu wameunda upya uelewa wetu wa ulimwengu. Uvumbuzi wao haukuendeleza sayansi tu, bali ulibadilisha ustaarabu wa binadamu. Leo nakuletea orodha ya wanasayansi 10 ambao ugunduzi wao umebadili dunia. Pengine inawezekana unawafahamu wengi, lakini hawa ni baadhi tu ya wengine wengi, wakiwemo watu kama Nikola Tesla, lakini pia Steve Jobs ambaye alikuwa ni mwanzilishi wa kampuni ya Apple. Nambari 10 ni Isaac Newton. Huyu anafahamika kwa sheria zake maarufu ambazo ni sheria za mwendo pamoja na sheria ya mvutano maarufu kama the laws of motion and the law of gravity. Katika karne ya 17, Isaac Newton alifunua asili za mwendo pamoja na uvutano. Sheria zake, the Newton laws of motion and the law of gravity, zilielezea kwa nini unaporusha kitu kama tufaha angani kinaanguka, lakini kwenye law of motion ama sheria ya mwendo akaelezea ni kwa nini hadi leo sayari zinazunguka. Ugunduzi huu uliweka msingi wa fizikia ya kiutamaduni. Bila Newton, uhandisi wa kisasa, lakini pia usafiri wa anga na hata usanifu ungekuwa ni jambo la kufikirika tu. Hapa bado sijataja calculus ambayo naamini ni wana mahesabu pekee wanaweza wakanielewa. Nambari 9 ni Albert Einstein. Huyu anafahamika kwa sheria yake ya uhusiano maarufu kama the law of relativity na formula ya mlingano maarufu kama E sawasawa na mc kipeo cha pili. Albert Einstein alibadilisha fizikia kwa nadharia yake ya uhusiano, nadharia inayoonyesha kwamba wakati na anga zimeunganishwa, mlinganyo wake maarufu kama E sawasawa na mc kipeo cha pili ulifichua nishati iliyo ndani ya maada na kutayarisha njia kwa ajili ya nguvu za nyuklia na kuunda upya kosmolojia. Hapa napo ni wanasayansi ndio watakaonielewa, lakini mtazamaji, inabidi utambue tu kwamba mabomu ya nyuklia ama silaha za nyuklia unazoziona leo, formula yake alianzisha huyu bwana. Nambari 8 ni Galileo Galilei. Mara nyingi huitwa baba wa sayansi ya sasa. Darubini yake bwana Galileo Galilei ilithibitisha kwamba dunia haikuwa kitovu cha ulimwengu. Kukaidi kwake mafundisho ya kidini kuliweka msingi wa mbinu ya kisayansi na kuthibitisha kwamba uchunguzi si mapokeo bali kufunua ukweli. Kabla yake kanisa lilikuwa likiwaaminisha waumini kuwa jua ndilo lililokuwa likizunguka dunia, lakini enzi za Galileo uliibuka mtazamo maarufu kama heliocentric view, unaoamini kuwa jua lipo sehemu moja, yani static, na halizunguki bali dunia ndiyo kulizunguka. Kuna kisa kimoja ambapo Galileo alikamatwa na kupelekwa mbele ya viongozi wa kanisa, na lengo lilikuwa ni kuhakikisha anakana uvumbuzi wake kwa sababu ungelifanya kanisa lionekane limedanganya. Baada ya kutishiwa maisha yake, Galileo aliamua kukana, lakini alipokuwa akitoka hapo alisikika akisema kwa sauti ya chini, na bado dunia inalizunguka jua, and yet the earth revolves around the sun. Nambari 7 ni Marie Curie. Huyu anafahamika kwa kugundua mionzi ambayo ilibadilisha kabisa sekta ya afya duniani. Kazi yake imewezesha uwepo wa X-ray kufanya matibabu ya saratani, na hili limeokoa mamilioni ya watu. Mwanzilishi na mwakilishi wa wanawake katika sayansi, mwanasayansi Marie Curie anabaki kuwa ni mtu wa pekee aliyewahi kushinda tuzo ya Nobel katika sayansi 2 tofauti, yani kufanya ugunduzi wa kifizikia pamoja na ugunduzi wa kikemia. Alifariki kwa sababu hiyo hiyo ya kuathiriwa na mionzi aliyoigundua. Nambari 6 ni Charles Darwin. Huyu anafahamika kwa nadharia yake ya mageuzi. Nadharia ya Charles Darwin ya uteuzi wa asili, yani natural selection, ilielezea tofauti za maisha. Mawazo yake yalibadilisha biolojia, yakabadilisha dawa na chembe za urithi, na kuthibitisha kwamba viumbe vyote wakiwemo binadamu vina asili moja. Nambari 5 ni mwanasayansi Niels Bohr. Nadharia ya quantum na muundo wa atomic ilivumbuliwa na huyu bwana. Niels Bohr alisimbua atomi akifichua tabia ya wingi wa electron. Kazi yake ilitegemea vifaa vya kisasa vya kielektroniki, leza pamoja na kompyuta, zana zinazofafanua enzi yetu ya kidigitali. Huyu naye alishinda tuzo ya Nobel Prize katika fizikia baada ya kusimbua atomi. Nambari 4
anaitwa James Clerk Maxwell. Huyu aliunganisha umeme na sumaku akatengeneza mawimbi ya redio. Bila milinganyo yake hakungekuwa na redio, hakungekuwa na televisheni ama runinga, hakungekuwa pia na wifi tumezotumia au hata simu janja. Ulimwengu wetu uliounganishwa kwa kila kitu unatokana na ugunduzi wa huyu bwana. Nambari 3 ni Louis Pasteur. Huyu alikuja na nadharia ya vijidudu na chanjo. Pasteur alithibitisha kwamba viini husababisha magonjwa, akapelekea kuwepo kwa chanjo na namna ya kuvitibu viini hivyo vya magonjwa. Mafanikio yake yalipunguza viwango vya vifo na kuongeza muda wa kuishi kwa wanadamu kwa miongo kadhaa. Nambari 2 ni Alan Turing. Huyu anafahamika kwa sayansi ya kompyuta pamoja na akili mnemba ama AI. Bwana Turing anafahamika kama baba wa kompyuta, kwani nadharia zake na gunduzi ya Turing machine pamoja na Enigma code cracker ziliweka msingi wa kompyuta za sasa na teknolojia ya akili mnemba yani AI. Alan Turing alibuni kompyuta ya kisasa na kuvunja misimbo ya wanazi wa Ujerumani maarufu kama code cracking, uvumbuzi ambao ulifupisha vita vya pili vya dunia kwa miaka 2 mbele. Pengine asingegundua hiki, jeshi la Uingereza lisingekuwa na uwezo wa kusoma kodi ama nyaraka ama siri zilizokuwa zikitumiwa na Wajerumani katika kuwasiliana. Leo kila algorithm, simu janja na akili mnemba yani AI hurejelea kwenye kipaji chake. Bwana Alan Turing alijiua mwaka 1954 baada ya manyanyaso aliyokuwa akiyapitia, na hii ilikuwa ni baada ya kujulikana kwamba alikuwa akijihusisha na mapenzi ya jinsia moja, yani alikuwa ni shoga, kitu ambacho kilikuwa ni kosa katika nchi ya Uingereza katika miaka hiyo ya 1950. Hata hivyo, baadaye alisamehewa adhabu hiyo na kupewa hadhi maalum kwa sababu ya gunduzi alizozifanya. Nambari 1 ni Rosalind Franklin. Huyu ana ugunduzi unaofahamika kama double helix ambayo inafanya kazi katika vinasaba yani DNA. Hakufahamika sana enzi za uhai wake, lakini gunduzi yake ya X-ray crystallography ilipelekea kugunduliwa kwa muundo wa DNA double helix. Picha za X-ray za Rosalind Franklin zilifichua muundo wa DNA na kufungua ramani ya maisha. Kazi yake ilizindua dawa za jeni, uchunguzi wa kimaamuzi na teknolojia ya kibayoteknolojia, na hivyo kubadili mustakabali wa maisha ya binadamu. Watu 10 hawa niliokutajia walithubutu kuhoji, kuchunguza pamoja na kugundua. Urithi wao unaishi katika kila teknolojia, dawa na mawazo ambayo yanaofafanua ulimwengu wetu. Sifa kuu zaidi ni kuendelea kusonga mbele kama wao walivyofanya. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinga 72 Digital.